Bwana, mchezo baina ya Simba Sports Club dhidi ya Nsingizini Hotspurs umemalizika kwa sare tasa. Simba wakivuka kwenda kwenye hatua ya makundi kwa matokeo ya jumla 3-0 ambao waliyapata ugenini. Sasa mimi nataka tuangalie vitu viwili ambavyo nimeviona kiufundi Pantev amejaribu kuvifanya na nini ambacho kimekwenda kuwa matokeo ya hicho ambacho ama hivyo ambavyo alimejaribu kuvifanya leo kiufundi kwa upande wa Simba Sports Club. Kwanza nataka niweke bayana kwamba kuna maboresho makubwa sana ambayo nimeyaona kwenye mechi moja tu, kutoka kwenye mechi ya mkondo wa kwanza dhidi ya Nsingizini Eswatini mpaka kwenye mechi ya mkondo wa pili leo dhidi ya hao Nsingizini. Katika mechi ambayo imepigwa kwa Mkapa nimeona mabadiliko makubwa sana ya kimuundo. Idadi ya wachezaji ambao walikuwa wanaunda muundo ambao walikuwa wanautaka Pantev, umbali baina ya wachezaji, ni vitu ambavyo naweza nikasema kwa kiasi kikubwa sana Pantev ameviboresha katika namna ambayo ni chanya sana kwa kiasi kikubwa kwenye kikosi cha Simba. Sasa nikianza na hilo kiufundi, leo nini ambacho kimebadilika sana sana kutoka kwa Pantev kwenye kikosi cha Simba? Kwanza, umbali baina ya wachezaji Simba wanapokuwa na mpira leo ilikuwa ni perfect. Unajua, kwenye mchezo wa kwanza ambao ulipigwa Eswatini, Simba walikuwa wakiupoteza mpira, kuna muda pasi moja, pasi mbili inawenda kuwaweka kwenye matatizo Nangu pamoja na Rushin Deriuka ambao walianza kama pacha ya mabeki wakati siku zile. Lakini katika mchezo wa leo, umbali baina ya Rushin Deriuka na Kibu Denis ambaye ndo alianza kama mshambuliaji kivuli ulikuwa takriban mita 30 ambayo ni perfect distance, na ndiyo maana hata walipokuwa wanaupoteza mpira Simba kwenye nusu ya Nsingizini walikuwa wanafanikiwa kwa haraka ku counter press na kuurudisha mpira kwenye himaya yao, au hata kama hawaurudishi pale pale Nsingizini walikuwa hawapati nafasi ya kubreak kwenda kwenye transition kama ambavyo tuliwaona katika mchezo wa kwanza. Hilo la kwanza, distance perfect. Cha pili ni muundo ambao Simba wameingia nao. Leo Simba wakiwa na mpira walikuwa kwenye muundo wa 3-2-2-3. Deriuka, Kagoma, Shamu Karabwe watatu wa nyuma, Ahwa, Morris Abraham wawili hao, Mutale Mpanzu wawili mbele ya Morris pamoja na Ahwa, alafu Mligo, Duchu pamoja na Kibu. 3-2-2-3 wenye kitaalamu wanaita WM formation. Yani huo ndo mfumo ama huo ndo muundo ambao Simba walikuwa wameingia nao katika mchezo wa leo. Sasa mimi nataka tuweke bayana huu muundo ambao Simba wameamua kuingia nao leo ulikuwa unaweka katika tofauti ipi ukilinganisha na mchezo ambao umepigwa katika dimba la Nsingizini kule Eswatini. 3-2-2-3 ni mfumo mzuri sana kwa ajili ya timu ambayo inajaribu kudumisha umiliki kwa kiasi kikubwa sana, lakini kitendo cha kuwa na watu watatu nyuma na wawili mbele yao, manake ni watano, alafu ukawa na viungo washambuliaji wawili na watu wengine watatu mbele yao, tafsiri yake ni kwamba ukiukata huu muundo manake unakuwa na watu watano nyuma, watu watano mbele. Faida moja kubwa ya huu muundo, inakuruhusu kushambulia na takriban watu watano, lakini mpira unapopotea unakuwa na watu watano pia nyuma. Na ndiyo maana tofauti ya leo na ule mchezo ambao umepigwa katika uwanja wa Nsingizini, leo hakuna nyakati hata moja ambayo Nsingizini wamefanikiwa kwenye positive transition ama kwenye counter attack. Hakuna. Ni kwa sababu Simba walipokuwa kiupoteza mpira wana wachezaji takriban watano nyuma. Ukiwa na wachezaji watano kama sehemu ya rest defense yako pale unapopoteza mpira, hiyo ni perfect. Kama mtu aliangalia vizuri katika mechi ya kwanza ambayo imepigwa kule Eswatini, Nsingizini walikuwa wanapata sana nafasi kwenye counter, hasa kipindi cha kwanza. Ni kwa sababu fullbacks walikuwa wanafunga safari, nyuma walikuwa wanabaki watu wao. Kuna muda Nabi Kamara kama vile alikuwa anawaacha wale mabeki wawili wa katikati Nangu pamoja na Rushin, ikawa zile nafasi pembeni ya kiwanja Nsingizini wakawa wanaziexploit kwa kiasi kikubwa sana. Sasa tuje kwenye jaribio la kujaribu kucheza na mshambuliaji kivuli. Simba leo amejaribu kucheza na false 9, kwa maana ya Kibu kujaribu kucheza kama namba 9 kivuli, na hapa kiukweli mimi tu nitoe credit kwa Nsingizini. Yani Nsingizini ndo amefanya jaribio la Simba kucheza na mshambuliaji kivuli lionekane kama ni jaribio ambalo halikuzaa matunda kwa upande wa Pantev, kwa sababu Nsingizini walikuwa wameingia na muundo wa kujilinda wa 4-5-1. Simba kitendo cha kuingia na 3-2-2-3, manake wale viungo wawili mbele ya wale watu watatu wa nyuma na wale viungo wawili mbele yao wale wawili, manake wanatengeneza box.
watu 4 katikati. Lengo ni kujaribu ku-overload kiungo. Sasa Nsingizini kitendo cha kuzuia na watu 4, 5, 1, manake katikati wakiwa na watu 5, ukiwatoa wale mawinga wawili kulia na kushoto, wanabaki watu 3 ndani. Alafu yule mshambuliaji mmoja mbele naye, timu inapokuwa haina mpira, akikaa karibu na wale viungo 3 wa ndani kwenye ule mstari wa watu 5 katikati, wanakuwa pia ni 4. Kwa hiyo ina maana kiuhalisia Nsingizini walifunga kabisa njia ile katikati. Na kama kuna kitu kimoja muhimu sana kwa mshambuliaji kivuli, ni kutafuta space. Sasa kama akishuka alafu eneo la katikati limefinya, kuna wenzake 4 na kuna wachezaji 4 wa timu pinzani, wote wamebanana pale katikati, ufanisi wa false 9 unakuwa unapungua, na ndio kile ambacho kimekwenda kudhibiti katika mchezo wa leo baina ya Simba na Nsingizini. Kibu, kuna muda Mutale kuonekana kama vile hawakuwa na ufanisi wowote wakicheza kama mshambuliaji kivuli. Kwa hiyo swala la Simba kujaribu kucheza na mshambuliaji kivuli na likabackfire kwa upande wao, mimi napeleka credit kwa Nsingizini kwa namna ambavyo walikabiliana vizuri na utaratibu huo, kwenda na idadi sawa ya wachezaji katikati wakiwa hawana mpira dhidi ya wachezaji wa Simba, na kubana kabisa eneo la katikati, kutoacha nafasi yoyote ambayo mshambuliaji kivuli anaweza kwenda kuiexploit na kwenda kuitengenezea mazingira ya faida kwa timu yake. Kwa hiyo hivyo ndo vitu ambavyo mimi nimeviona kwa upande wa Pantev. Watu wanapaswa kuelewa kitu kimoja. Pantev ni mwalimu mpya, kwa hiyo ana haki ya kuendelea kujaribu vitu tofauti ili aone nini kinafanya kazi, nini hakifanyi kazi, na katika mazingira yapi hichi kimefanya na katika mazingira gani hichi kimekwama kiufundi. Lakini mwisho wa siku lengo la msingi ambalo Simba walikuwa wanalitarajia kuelekea kwenye hatua ya makundi limetimia kwa wao kufuzu kwa matokeo ya jumla dhidi ya Nsingizini Hotspurs.